tena Jimmy Gold Conch kwa the moon ama hivi. Shai kupenda wewe, shai kuwa kwenye mahusiano kiasi kwamba yani utaki makelele, utaki fujo, utaki shida yoyote, yani mkatamani dunia yote ya kwenu utumie wawili tu, shai kufikia katika hiyo hali. Sasa nipe sikio, ni leo tunazungumzia background ya Watupishe. Nini kitu katika Watupishe? Kwa nini Watupishe? Inazungumzia watu wangapi? Inazungumzia nini? Hii nyimbo inahusiana na nini? So nipe sikio, nipe macho, tuwe pamoja bila kusahau kusubscribe, kushare, kulike, kucomment. Ni mimi hapa Jimmy Gold. Hala. Umeteka mazima kama katoto. Umeoteka nyimbo ya Watupishe. Hii ni nyimbo ambayo nimeandika sana sana, inazungumzia mahusiano. Yani ni nyimbo ya mahusiano. Hata neno wenyewe kiliangalia hapo ulipo wazi kwamba Watupishe, ina maana nyie mpo ila mnahitaji baadhi ya watu wawapishe na mambo yao. So kwa hiyo inazungumzia mahusiano na nimeandikia kuhusu mahusiano aidha baina ya mtu na mtu wako pamoja, so wanahitaji kupishwa. Sio, umeelewa? Na mahusiano ya kimapenzi, kwa watu wako pamoja, it means wanahitaji space, yani wanahitaji wapishwe na mambo yao. That's why this nyimbo ndio inazungumzia kitu kama hiko. Nazungumzia Watupishe, kuwapisha watu wafanye kitu chao. Hii idea ya Watupishe ilipatikana wapi? Kumbuka vizuri, hii idea ya Watupishe nilipata studio. Nilienda studio kakutana na Katp, alitengenezea biti. So alivyonitengenezea biti, siku ile ya kwanza nikalisikia ile biti, basi nikapita melody. Nilipita melody pale pale. Kwa katika kupita zile melody za hapa na pale, ndo hilo neno likali limenijia katika kitikio. Kwa nilikuwa nalimba Watupishe na Watupishe. Mwisho siku ndio ikawa hivyo, basi nikapata hilo neno la Watupishe. Kwa idea hapo nikawa sana title kabisa kwamba Watupishe, mimi Watupishe. Kwa kodi nilikuwa nipo nayo. Nilikuwa nipo nayo na Watupishe. Kwa hiyo ndo sehemu nilipopata hiyo idea ya Watupishe. Kwa nilipata tu title, lakini idea nzima ya hiyo nyimbo ya Watupishe, baada ya hapo kwa nilienda kuiandikia, ndipo hiyo idea ya Watupishe ikapatikana hapo, lakini main idea ipatikana studio. That's why. Ina mahusiano ya kweli katika maisha yangu halisi. Kivipi? Sababu mimi nipo kwenye mahusiano na mpenzi wangu, nampenda naye ananipenda. So lakini katika mahusiano yetu changamoto hazikosekani. Kuna baadhi ya watu wa upande wangu hawapendi niwe naye, pia naye kuna baadhi ya watu wa upande wake hawapendi niwe naye. Sasa kutokana na sisi mahusiano tuko mimi na yeye, kwa hiyo lazima tuhitaji space. Namaanisha kwamba Watupishe kwa sababu mimi na yeye ndio tumependana. So kwa hiyo hii nyimbo na mahusiano ya kweli katika mahusiano niliokuwa nayo, hasa katika mahusiano ya kimapenzi na mwenza wangu. Hakuna mahusiano ambayo hayana changamoto, hakuna mahusiano ambayo watu watayapenda wote. Hapana, sio kweli. Hata ukiangalia hata mahusiano katika jamii, ndio mahusiano yapo, lakini lazima changamoto zitakuwa kwa namna moja au nyingine. Kwa in short, ni kweli yana mahusiano makubwa katika maisha yangu halisi, katika nyanja ya mahusiano ya kimapenzi. Hivyo. Watupishe tufanye kwetu. Ugumu ulikuwepo. Ugumu katika kutengeneza hii nyimbo, ugumu ulikuwepo wapi? Hii nyimbo nimerekodi mara 2.
Kwanza nilienda, baada ya kuchukua biti nikaenda nikaitengeneza. Baada ya kutengeneza kila kitu kaa fresh, kaa imebaki mixing na vitu vingine. Basi kwa baada ya hapo nakumbuka nilikuwa nasoma kwa advance. Kwa nikaondoka nikaenda shule, nimerudi jamaa anasema mashine yake ilizingua. Kwa hiyo tena ikabidi tutumie ile demo ambayo alinipatia, atengeneze biti lingine tuanze kurekodi kwa mara nyingine tena. Kwa changamoto ilikuwepo. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio nyimbo ikafanywa kwa namna nyingine. Kwa changamoto ilikuwepo hapo, sababu sikutarajia kama nitafanya tena mara ya pili. Kwa hiyo tumia muda mwingine mrefu tena kwa nirekodi. Baada ya kurekodi tena nikampa tena muda afanye mixing, kwa akafanya mix. Kwa changamoto ilikuwepo hapo. Na kwenye upande wa vocal pia changamoto ilikuwepo, sababu wakati na rekodi hiyo nyimbo nilikuwa naumwa mafua. Kwa ilikuwa iliniwa vigumu sana baadhi ya sauti kuziweka, lakini kwa namna moja nyingine Mungu alifanikisha, sauti zote zikawekwa na nyimbo ndio nasikia hivyo. Naitwa Watu Kuishi. Kwa ipo hivyo. Na sio kwamba ni mtonyo, nikisema nitakupa vya thamani, tadanganya bure. Chunga na yao maneno. Ujumbe ambao inafikisha katika jamii, inafikisha sana katika mahusiano. Unakuta watu wanapendana, wako pamoja, so wanahitaji space. Kwa katika kuhitaji space, kwamba ukiwa na mtu wako usijali watu wanasema nini, usijali watu wanaongea nini, wewe stay naye pamoja, sababu umemchagua. Una macho mawili, una mdomo mmoja, pua mbili. Kwa hiyo kama umpenda mtu wako, wewe stay naye huyo sawa, sababu wewe ni mtu mzima, unaona na hisia zako zipo kwa huyo mtu. Kwa upasi kusikiza maneno ya watu, sababu mwenye maamuzi ni wewe ambaye uko kwenye mahusiano. Raha ya mahusiano unaijua wewe, maumivu ya mahusiano unajua wewe. So huhitaji ushauri wa aina yoyote, sababu katika kupokea ushauri kuna wengine watakushauri mazuri, wengine watakushauri mabaya. Lakini hata wahenga alisema kwamba utamu wa ngoma ndio ucheze. Kwa hiyo ujumbe unafikisha katika jamii kwamba kama unampenda mtu wako, kama upo kwenye mahusiano, usisikize maneno mengine ya mtu yote. Na kama unaamua kufanya maamuzi, basi fanya wewe kama wewe, sababu wewe ndiye mhusika halisi wa hayo mahusiano. Timalopo waketi kwa kutulia, kitu ambacho napenda kuambia mashabiki zangu, ndugu zangu, usichoke kuni support. Huu ndo mwanzo na safari yangu ni ndefu, na safari yangu mimi siwezi kutoboa hapa sipo nyinyi. Kwa nahitaji sana support yenu kwa namna yoyote. Kwa mnisupport zaidi na zaidi, sababu kuna vitu vizuri na vingi vipo zaidi na zaidi na zaidi. Kwa bila kusahau kuchap na kwa haraka usahau kusubscribe kwenye my YouTube channel. Pia usahau kushare, kulike, kucomment kama hivyo. Yani mimi hapa Jimmy Gold Conch kwa the Munyama, nilikuwa na nyie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So mkae tayari na mkae vizuri kwa mkao wa kula, sababu vitu vingi vizuri vinakuja, au sio? I'm here Jimmy Gold. Thank you for kupenda kweli wangu moyo, umeuteka mazima kama katoto, umeuteka tuka kisiki cha mpingo, amsumari kwa nyundo, molisasi sekingo, watajisumbua, anipe yote siroko, tukomeshe wanoko, viburushuti maloko, waketi kwa kutulia, na watupishe tufanye ya kwetu.